hatua angalau uweze kufanya mahitaji ya msingi ya familia ili uafisa wako uonekane. Nakumbuka ilitokea changamoto, huu ni ushuhuda wangu mimi. Nilimsomesha mke wangu chuo, akasoma akawa naisimia wakati nafanya biashara. Baadaye mimi nikatoka kwenye biashara nikaenda kusomea uchungaji. Mambo yakawa chini kidogo. Yule mama ndiye akawa sasa afisa wa uchumi wa familia. Cha moto nilikiona. Uzuri hayupo, najua mumuelewa mwizi kumwambia. Nilikiona cha moto. Na cha moto nilikiona. Jamani, labda wenzangu hamjapitia ya, mimi sijui, naongelea mimi. Mwanamke mkilinganisha tu pesa, zikilingana tu cha moto unakiona, zimelingana. Mkilingana na elimu tu, elimu. Wote mna degree moja, cha moto utakiona. Hakijua Kiingereza, wewe hujui Kiingereza, cha moto utakiona. Hakijua kuomba vizuri kanisani, wewe hujui kuomba, utanyooka tu. Mzee amesema, wewe unaenda kule kwenye viti virefu, yani ingia madhabahuni. Baba, liondoke shetani hapa nyumbani. Utaondoka tu. Kwa sababu yeye ameenda mahali ambapo anaenda kujitetea. Ndio maana unashauriwa mwanaume, hakikisha unamzidi mkeo karibia kila kitu. Sasa leo wanawake kanisani, mzee amesema siku isitokee mama akiwa askofu. Isitokee, naomba isitokee. Mimi nimesema tu isitokee. Wa kanisa, hiyo diocese mtakubaliana tu wenyewe. Mtapishana vyumba mpaka mseme amen. Kwa sababu wenzetu wanaongozwa na hisia. Hawatumii akili, ni hisia tu. Naweza akamua akalia, akamua akacheka dakika hiyo hiyo. Nasema wewe uko unalia, sema uko natania. Kwa mimi uko nalia, ukuniona vizuri. Unaona vizuri, nimekuwa nalia kabisa. Kwa ni vizuri sana sisi wanaume, Mungu wa mbinguni atusaidie sana tuwe wakurugenzi wa idara ya uchumi. Ili mama anapokuja, mume wangu, naam, kijijini nini? Mama yangu amekuaje? Akavunjika mgongo. Kwa hiyo nauli unasema tu sawa, jiandae kesho utakwenda. Anakuambia mume wangu na maji nimepeleka bafuni tayari. Akianza unasema unajua tuna mchakato na mzee fulani haujafanikiwa, haingii kulala siku hiyo. Na akija kulala anakuja na suruali. Ndio maana sisi wakina baba tupambane. Wenzetu wa sasa hivi wameshatuvuka. Juzi tulikuwa kwenye kikao cha mashirika, walisema wakubwa kwamba wanatamani kufikia mwaka 2030 bungeni 60% wawe wanawake. Niko kwenye shirika linaloitwa Rafiki Watoto. Yaani tushawishi watoto wa kike wasome sana. To empower girls sana, wasome wapige shule. Ili 2030 bungeni 60% ina mama. Sasa sisi tunakuwa ngapi? Utajua wewe. Sasa hivi wamegeuka, wameingia kwenye dini zetu. Huko nako angalau 60% ngapi? 60. Sasa hebu tupige hesabu, tunabaki wangapi sasa? Kwenye siasa wameambiwa 60 wajae kule. Sasa sisi hatushtuki, tunafurahi tu. Sasa subiri siku utakapoambiwa leo unatembea bila viatu. Na hakuna sababu. Ukikataa nenda ustawi wa jamii. Na ukienda pale unamkuta mama ndiye amekaa pale mkuta. Yaani hiyo kesi ukipeleka pale utatosha. Kwa tunaomba wanaume tuamke sasa. Tujaribu kufahamu hujuma za wenzetu zinafanyaje na sisi tunajipangaje. Kuna kitabu hapa nimewahi kukionyesha mara fulani. Kinasema barua ya wazi kwa wanaume. Nilipata bahati, barua ya wazi kwa wanaume ambayo imeandikwa na wanawake mwaka 1867. Wanawake wakaanza mikakati mwaka 1867, mikakati ya kutawala dunia. Leo hawajaanza kututawala watu wa Mungu. Stari, kwani watu wameanza 1800 mikakati.
Sisi wakati wote tunacheka tu. Wamesema wanataka kuondoa mfumo dume, wapandishe mfumo jike. Sasa wakiondoa dume tunafanyaje? Na wenzetu ujue ni waelevu. Tunajua na mama waelevu, walikaa kikao na mwenzetu kule juu. Tunamjua nyoka. Wakapanga mikakati. Sasa leo tunaanza kuyaona ndio yale ambayo ilikuwa imepanga. Lakini sisi tunafanyaje? Tusimame kwenye uchumi. Hapo tu mwanamke ukimzidi uchumi hana maneno, hata kama ndio Kiingereza. Hata kama ni mweupe ni mweusi, ukimzidi uchumi anakuambia shikamoo baby. Sisi tupambane kwenye uchumi. Kimfumo hatuwawezi saizi, ni ngumu. Hatuwawezi. Ila tukikaa vizuri kiuchumi tuna power. Tukisema hapana na kuangalia usoni, anasema kweli nimekuelewa. Lakini kama unamwambia una 100 hapo, una jelo, niende mjini. Mungu atuepushe. Bwana Yesu asifiwe. Nitaongelea sasa hasara. Naanza na hasara 5 ambazo sasa zitatukuta sisi wanaume kama hao wenzetu watatuzidi kiuchumi. 5. Alafu baadaye nitamalizia faida. Mwanaume kama ana uchumi atakosa heshima kwa familia, maana hana nguvu ya utawala. Utakoswa heshima kwa familia kwa sababu una nguvu ya utawala. Huwezi ukakoswa hela alafu ukajidea una utawala. Rais utawala wake ni jeshi, ndio nampa nguvu. Mwanaume kinachokupa nguvu ni uchumi. Kama hauna utashangaa siku moja unaitwa na binti yako mjomba. Nani mjomba? Nilikuwa nimesahau. Shikamoo baba. Shanza kuitwa anko. Alafu ndio kishtuka na mbele. Ni sawa baba, shikamoo. Kwa nini? Heshima imepungua. Namba 2. Kushindwa kutekeleza majukumu kama baba utaisha kuwa na lawama tu. Ukishashindwa kufanya unayopaswa kufanya unaisha lawama. Mungu yupo. Kwani nani ajui kama yupo? Unachonifanya hata Mungu anaona. Kwani nani aliyekwambia Mungu haoni? Unabakiza lawama. Wanawake wa siku hizi. Sasa ulitaka wa siku gani wakati wa siku hizi? Unabakiza lawama. Namba 3. Utaishia kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu huwezi kutosheleza mahitaji ya familia. Sasa hivi asilimia kubwa ya wanaume wengi, na sadikika miaka 2030 tutakuwa tuna magonjwa mengi ya sukari. Sisi vidume tutakuwa tuna sukari, na sukari ikianza inapiga kwenye mfumo wa uzazi, nguvu zinakata. Sasa hela huna na nguvu huna, niambie ile familia unaishije? Hela huna, nguvu huna za kiume, huwezi kufanya chochote, umekuwa kama Maksai. Kuna ng'ombe wanaitwa Maksai wameasiwa. Sasa bora ungekuwa hata nguvu huna, angalau na uchumi, utabweka kidogo. Msongo ni ugonjwa mbaya sana wanaume wenzangu. Na hiki ndio kinatuua sana wanaume, msongo. Mwanaume akinyimwa tu tendo la ndoa kwa muda anaonyimwa, siku nzima kwake imeharibika. Na hapa asilimia kubwa tunanyimwa. Ni mtaalamu wa psychology, tunanyimwa. Wewe unaelewa unapewa na nani? Taisha lawama tu. Naomba mno. Hata ninyi mnaelewa, hata leo labda kuna watu hapa hawajapewa mechi hapa. Baki na uchungu tu. Wote niende kanisani huko angalau kaniliwazi. Sasa tukuliwazi. Tafuta hela wa kuheshimu. Kule zamani tunauita sasa hivi ni mfumo dume. Ile ilikuwa inatusaidia sana. Manake ukija na gari tu pale na mlio wanaujua watoto na mama. Hebu mfungulie baba yenu huko. Kinani pale nini na mama sagina anaanza kushtaki. Fulani leo kachelewa kwenda shule, fulani kachelewa kurudi shule, nini unawaita pale. Na sengine unawachapa. Mkienda chumbani huko na mama unaambia sitaki 1 2 3. Unamalizia huko chumbani watoto wasijue.
Sasa wazungu wakaleta haki za watoto, wakaleta haki za wanawake. Nasahau haki za wanaume. Sasa tukawa wale waliokuwa unaweka kidogo nani cons kidogo, ukimgusa tu wameshawekewa wanasheria na dawati la wanawake. Polisi nao wameanzisha kitengo hicho sasa hivi. Wanakwenda hakuna wameandika ni jinsia sura, lakini mkuu wa kitengo ni mwanamke. Kwa hiyo wanawake wana nafasi kubwa ya kusikilizwa. Sasa mafundisho ni mazuri sana. Mnaposema tutumie akili, na mengine unaulizwa unasema mimi sikusema mimi. Naambia wanaume wa imani, swala la wanaume na wasichana na wanaume lilianza zamani. Tulianza pewa hamasa kwamba tujenge shule nzuri za wasichana, kwa sababu wasichana wako nyuma. Kwa hiyo shule nzuri za Tanzania nzuri zikawa za wasichana, ndio maana mnaona wasichana wanakuwa kwanza kila siku. Lakini serikali hii ya kwetu bado nenda kila hospitali ya mkoa ina magorofa, jengo la mama na mtoto. Wewe kuona wapi jengo la mwanaume? Nchi nzima jengo la mama na mtoto, nchi nzima gorofa hizo. Sasa tuwe makini tukiomba kukutana, jamani. Sisi mimi nazungumzia kuhusu hapa kwangu. Tukiomba kukutana, haya hizi ndio faida zake. Tukutane, tuje tusikilize mambo kama haya. Tumeanza siku nyingi, karibu mwaka wa 3 sasa, lakini hatusongi kwa sababu hizo. Kanisa sasa hivi tumeingia kwenye shida. Nataka mlifahamu hilo. Unapoomba ufadhili, hata kanisa letu, hata dayosisi yetu KKKT, unapoomba ufadhili wa kusomesha wachungaji, wanakuambia katika nafasi 5 za wanaume ni 2, za wanawake 5. Amen. Utaki atukupi. Unafikiri naenda wapi? Baada ya miaka 100 wachungaji wengi watakuwa na wanawake. Sasa kumbe sisi wanaume tutakiwa tuunganishe nguvu wenyewe kwamba tutasomesha wenyewe kwa gharama zetu. Ufadhili wako weka wenyewe. Sasa tunapokubali ule ufadhili, tukifikiri tunasaidiwa, baada ya miaka kadhaa tunajikuta tumekaba. Kama dayosisi na kama Wakristo ni kwamba mwanaume ni kichwa cha kanisa kama Yesu alivyokuwa kichwa cha kanisa. Na lengo kuu ilikuwa ni kuwakusanya wanaume ili waweze kuwa na umoja katika kujenga kanisa na kujenga mwili wa Kristo na kuweza kujifunza mambo mbalimbali kama wanaume. Kwa sababu tunajua mwanaume kama tulivyosema na kauli mbiu yetu ni mwanaume ni nguzo ya kanisa, familia na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ni ukaribishe sana wanaume. Tunatakiwa tujiunge katika umoja wetu. Na agenda kubwa tuliyokuwa nayo tunayotembea nayo sasa hivi ni kuweka misingi ambayo itatuweza kutembea kama kanisa na kama wanaume wa Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo wanaume tumejifunza mambo mengi kupitia semina hiyo, na wanaume waliuliza maswali, walijibiwa, pia na wenyewe walitoa maoni. Mwisho kwenye hitimisho, wakati tunaelekea kumaliza semina ile, wanaume walitoa ushauri kwamba tunahitaji muda mpana wa kujifunza mambo haya yanayohusu kwanza afya ya akili, uchumi wa mwanaume, maamuzi ya mwanaume katika familia na katika kanisa. Kwa hiyo tukawa tumeshauri kwamba tuongeze muda, tuongeze wigo. Baada ya kuwa na siku moja, tutengeneze mpango mkakati wa kuwa na siku 2 na kuweka kambi ambayo itatusaidia kupata walimu mbalimbali wa kuweza kufundisha nini jukumu letu kama wanaume, kazi gani tunayotakiwa kufanya katika kanisa na katika familia na taifa kwa ujumla. Leo tumeweza kukutanika katika kanisa kuu Imani KKKT na wanaume wote wa usharika huu kwa ajili ya semina elekezi ya kuzungumza na wanaume juu ya wajibu wao kama mwongozo unavyoelekeza kwamba mwanaume ni nguzo
ya familia, kanisa na taifa